Don't be excited with my name. Niwaambie tu, ukiwa na mimi around 12 seconds utarealize names lie. I can't invest my time kwenye vitu ambavyo vilitufukuzisha bustani ya Eden. Sehemu inayochelewa ni kwenye mafanikio tu. Niwaambie tu, kutoka 2025 mpaka leo kitu nilichojifunza ni kwamba pesa inaweza ikawa sio kila kitu, lakini kuwa na pesa ndio kila kitu. Soma tena. Pesa inaweza ikawa sio kila kitu, lakini kuwa na pesa ndio kila kitu. Kwa sababu unapokuwa hauna pesa, hata magonjwa unayoyapata yanakuwa hayaendani kabisa na mwili wako. Ndio unakutana na mtu ana kitambi na vidonda vya tumbo. Yaani mpaka unashindwa umshauri afanye diet au ale kwa wakati. Trust me. Mimi I'm glad nimetokea kwenye tumbo la mama mchakalikaji, mama mpambanaji. Nimejifunza ways za kutafuta hela tangu nikiwa kindergarten. Leo nitaambia biashara 3 alizowahi kuzifanya mamangu na zikafeli. Utapata lesson. Biashara ya kwanza, sasa hii sidhani kama ni biashara. Unajua zile biashara unafanya ili upate mtaji wa kufanya biashara. Mamangu alikuwa na biashara, sijui alifikiriaje hii. Alikuwa anakodisha masufuria kwenye shughuli. Yaani yeye alikaa chini akafikiria kwamba wewe utakuwa una shughuli yako. Nazungumzia miaka 2010 hiyo BC. Naposema BC inamaanisha before catering. Yaani mama yangu alifikiria akaona kabisa wewe utakuwa na shughuli yako. Unahitaji kupika kilo 50. In the future aliweza ukawa na hilo sufuria. Mamangu alinunua alikuwa nayo kilo 100. So unaenda kurent, kukodisha, na unakodishwa bei inayokaribia na kununua hilo sufuria. Kapiga hela. Akapata mtaji sawa kufanya biashara. Biashara aliyofikiria ni kuuza viatu vya mtumba. Akafanya survey yake vizuri kabisa akiwa yeye na malaika wake. Akajua kabisa kupata bao la viatu vya mtumba ni 180,000. Sijui shetani alitokea wapi. Kamkutanisha na mtu ambaye anajua mabalo ya 80,000. Mamangu akashawishika akaingia kwenye huo mradi. 80,000 kuagiza balo kutoka Dar mpaka mkoani, nauli shilingi 10,000, balo limekosti shilingi 90,000. Tumelifikisha nyumbani, tumeliweka chini, tumelifungua pap, ameambiwa kwamba balo hili lina viatu vya wakubwa na watoto wa kike kwa kiume. Ni kweli tumekuta viatu vya wakubwa na watoto wa kike kwa kiume, lakini viatu vya mguu wa kushoto ni vingi kuliko vya mguu wa kulia. Kwa kuwa viatu vya mguu wa kulia ni vichache, tukaanza kulia sisi. Tunamshukuru Mungu, ule mzigo uliisha. Ulikuwa tunaupushi usiku. Mama akaachanaga na hiyo biashara.